Ndio mwanangu. Kachangamka tena. Sasa hapa mwanangu, mimi nishaongea na dada hapo kuhusu barua yeye nimemuuliza kwa tayari kuolewa. Sasa wewe jukumu lako kumuuliza mahali yake anataka shilingi ngapi? Maana kazi kwako sasa. Maana baba kila kitu kukuachia wewe. Hayo kweli sio. Haya. Mizigo kila siku mizigo mimi nazidi kupewa. Na unapenda kujibisha nyuma. Unataka vitu kirahisi rahisi tu. Kwa kweli nazidi kuongea. Kuisha kwa mtoto wa kwanza wa kiume inakuwa changamoto sana. Ndio maana yake Mwenyezi Mungu mwenyewe ni makusudio yake kwa wa kwanza wa kiume. Ili ukave nafasi ya baba. Okay, sawa. Mwanangu. Sasa dadangu. Vipi? Wema? Kitu nachotaka kukwambia kitu kimoja. Lakini sije nikamwongeaji sana. Ili jambo hili tunataka tulisoti kabla ya Ramadhani. Tushamaliza. Mambo sio kwa mengi. Wewe bwana wako ndo unamjua. Sijui unaelewa? Wewe unamjua. Hapo kwenye mali ya tu shilingi ngapi? Leo na msafu. Msafu tu? Ndio. Uliamua? Na unaelewa mwanao kweli? Lakini mzali kaamua mwenyewe. Sasa kama hali mtu tutachopanga mwenyewe ndio hicho hicho. Sisi alishaamua, sisi hatuna jinsi. Mambo yote yapo kwako. Sisi wakubaliji. Yupo mama, yupo kaka yako, kuna mabibi zako, kuna shangazi zako, ona tabia msiapo kweli. Ndio mali yangu nimechagua mimi. Kwa sasa vipi? Uteute lazima uwepo. Mama. Najua ndo namjua vizuri. Kama yuko vizuri, kwa vipi ili nasi tujue tunafanya nini. Hiyo kuhusu sijui mama, sijui nani, sijui babu, sijui bibi. Yaani nyinyi nawaachia nyinyi, lakini mimi mali yangu msaafu, na kama hata kama mkitaka hivi msijui mseme mambo sijui ya hela. Semeni tu kiasi kidogo tu. Sawa, ila mtajua mama tu lazima uwepo. Kwa hiyo baba tena hapo wewe ndo utajua katika shilingi ngapi, kama 200, 300 au tukiweka 300 na nyingi. Nyingi bana. Tauza kambuzi 75. Haya. Sasa mimi naongea kama taamua. Mimi naamua sasa. 250. 50 ya kwangu. Ndama yako. Yaani hicho ndio kilichokuweka kwenye msala. Na mwenyewe unajua mimi ndo familia kwa msingi kwanza pembeni. Sasa.